بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 1440 katika darsa ya risala sifatu az-zawjati as-salihah fikia al-bab ath-thalith الترهيب من إسخاط الزوج ومخالفة أمره وتضييع حقوقه. na hapa atataja nusus zinazomwogopesha mwanamke kutokamana na kumkasirisha mume wake na kukhalifu amri yake na kupoteza haki zake. عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان حديث يا فضالة رضي الله عنه نتوم صلى الله عليه وسلم أسمع: ثلاثة لا يسأل عنهم. watu aina tatu hawauliziwi watu hawa. وهذا تهويل عليهم لعظم ما ارتكبوه. kwa ukubwa wa makosa na madhambi waliyofanya hao watu watatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza na kusema thalathatun la yusalu anhum, ay annahum min alhalikin, ni katika watu ambao wameangamia hao watatu. Rajulun faraqa aljamaa, mtu wa kwanza ni yule ambaye aliyejitoa katika jamaa, na hili lawezekana kuwa kwa moyo wake au kwa matamshi yake au kwa vitendo vyake, kama mtu kuwa na itikadi ya kikhariji akawa katika khawarij akajitoa katika jamaa ya Waislamu, hata kwa kuitakidi au kwa kutamka au kwa kufanya kwa vitendo haswa, akajitoa katika jamaa ya Waislamu akawa muasi. kadhalika wanaovioni wasema rajulun faraqa aljamaa ay as-sahaba wal muslimin, akajitenga na masahaba na waislamu wenzake. kadhalika as-sunnatu wa ahluha, akajitenga na sunna za Mtume sallam na watu wa sunna. wa asa imamahu, na kamaasi kiongozi wake, na anayekusudiwa hapa al-khalifatul muslim au man yanubu anhu min alwulati, kiongozi wa Kiislamu, khalifa au yule anayesimama kwa niaba yake
famata asiyan, kisha akafa katika uasi kama huu, fala tas'al anhu, mtu kama huyu usiulizie kuangamia kwake. wa amatun au abdun abaqa min sayyidihi ay haraba wa taraka ta'ata sayyidihi, na mtumwa kijakazi au mtumwa aliyekimbia kutoka kwa bwana wake, huyu pia amefanya dhambi katika madhambi makubwa. wamra'atun ghaba zawjuha, na watatu ni mwanamke ambaye mumewe hayupo. Kwa mfano, ameshughulishwa na jambo la biashara, akasafiri akaenda nchi nyingine. wakafaha mu'nata ad-dunya, akamtosheleza yule mke na kila mahitaji ya kidunia, bimaana anachokihitajia yule mume akamwekea kabla ya kuondoka. fatabarrajat, alivyoondoka yule mwanamume, adharat zinataha lilajanibi liajli alfahisha, akajidhihirisha mapambo yake yule mwanamke kwa ajili ya kufanya uchafu. au muqaddimatiha min nadharin wa nahwi dhalika, au vitangulizi vya ule uchafu katika kutizamwa na mengineo. Kwa mumewe ametoka, amesafiri kwa mfano, akamwachia cha kumtosheleza katika dunia yake, kisha juu yake akajipamba mwanamke kama yule, akawa iwatoka ende kutafuta wanaume wengine, akafanya uchafu. watamarrajat ay sarahat kayfa sha'at, akawa iwatoka atembea anavyotaka yeye, sababu mume hayuko, atangamana kila anayetaka kutangamana na yeye kwa malengo ya kuleta ufisadi. watamarrajat ba'dahu fala tas'alu anhum, usiulize kuangamia kwa watu hawa. ashahidu hapa ni huyu mwanamke ambaye mumewe hayuko na amemtosheleza kila anachokihitaji katika dunia yake, juu yake akamfanyia khiana. Baada ya yule mume kuondoka, akamfanyia khiana, akawa ajipamba, atoka nje akiwa katika hali kama hii ya kujidhihirisha pambo lake, atangamana na watu aina mbalimbali, makusudio ni uchafu tu. Huyu ni mmojawapo katika wale ambao wameangamia, na hili jambo lipo leo. Mambo ya kusikitisha ambao hufanyika katika mujtama, wal billah. Ukampata mwanamume sababu yake ya riziki Allah ameijalia pengine kwenda kuitafuta katika nchi nyingine, yuko kule, akili yake yote afikiria namna gani atawatosheleza mkewe na watoto, ama mkewe, na huku nyuma mwanamke amfanyia khiana, atoka anavyotaka yeye, ajipamba, aonekana na wanaume wengine, pengine atumbukie katika uchafu na mume hayuko pale. Wallahu almusta'an. Huyu usiulize adhabu yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile khiana aliyoifanya. وقال صلى الله عليه وسلم
ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم watu aina tatu swala zao hazifiki hata katika masikio yao, bimaana ni wajibu kwa wao kuswali lakini hawapati thawabu ya zile swala wanazoziswali. العبد الآبق حتى يرجع, mtumwa aliyekimbia mpaka atakaporudi. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, na mwanamke ambaye amelala usiku akiwa mumewe amemkasirikia, طبعا لسبب شرعي, kwa sababu ya kisheria, كسوء خلق وارتفاع عن طاعته, kama kuwa na tabia mbaya, kumfanyia kibri mumewe, na haya yapo sana, wallahu almusta'an. Ni wangapi katika wanawake ambao hulala bila ya kujali wakiwa waume zao wamewakasirikia kwa jambo la kisheria, imma tabia mbovu, pengine yule mume aingie kutoka kazini wakati wa usiku, akifika pale tu akiingia ndani ya nyumba aelekezewa mahitaji, nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Mke wangu ninachoka, ngoja nipumzike kidogo. Yale maneno anayopewa yale, mpaka hutiwa hasira kwa yale maneno ya kuudhi anayopewa na tabia mbovu anayofanyiwa. Na alhamdulillah, iwe pengine Allah amempa subra yule mume, amenyamaza kimya, lakini hasira yake iko ndani ya moyo wake. Kwa hivyo alala usiku kama ule akiwa hana raha na yale maneno aliyoambiwa na mkewe, na mke habari hana. Asijue kuwa katika hali kama hii inshallah amke qiyamul layl, aswali, swala yake haifiki hata kwa masikio yake. Afanye ibada atakazozifanya za swala, hapati thawabu ya zile swala anazoziswali. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, na imamu wa watu hali ya kuwa wale watu wamchukia. Na hii pia taban li sababin yudhammu alayhi shar'an, kwa sababu ambayo asimangwa nayo kisheria, kama kwa mfano imam fasik, iwala marungi na kuvuta bangi kwa mfano, kisha ni imamu, wakawa watu wamchukia kwa haki, huyu aswalishi atakavyoswalisha swala zake hazifiki kwenye masikio yake. Ama ikiwa ni kwa sababu ambayo si ya kisheria, kwa mfano makhurafi wamchukia kwa sababu ni mtu wa sunna, biidhnillah ta'ala swala zake zitapita, wala hilo haliwi ni sababu ya yeye kutokubaliwa swala zake, kwa sababu sio sababu za kisheria. Kwa hiyo ni sababu ya kisheria. Ashahid, wamra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit, mwanamke ambaye atalala usiku ule akiwa mumewe amemkasirikia. وقال صلى الله عليه وسلم, Mtume sallam akasema tena, la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah subhanahu wa ta'ala hamtizami mwanamke ambaye hamshukuru mume wake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala
mwanamke kama huyu hana haja naye. Mwanzo swala zake mwanamke kama huyu, kama tulivyotaja katika hadithi iliyopita, Allah subhanahu wa ta'ala hamlipi thawabu yake, na wala hamtizami mwanamke kama huyu ambaye hamshukuru mumewe, wa hiya la tastaghni anhu, pamoja na kuwa amhitajia. Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia ni sababu hawezi bila mumewe, lakini pamoja na hayo akawa hamshukuru mume wake na kukiri zile fadhila nyingi anazomfanyia. Kuna wengine katika wanawake pengine ameolewa kutoka katika familia ambayo hali yake ni duni kimaisha, basi akaolewa na mume ambaye Allah amemfungulia katika dunia, na pamoja na kile anachompa yule mume na kile anachomfanyia, mwanamke kama yule hamshukuru, haoni amefanya chochote, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, law ahsanta ila ihdahunna dahran, ukamfanyia wema mmoja wao mwaka mzima, thumma asata ilaiha, kisha ukamkosea. Binadamu waweza kukosea. qalat ma raaitu fika khairan qattu, amwambia mume, sijaona kwa mume wewe khairi hata kidogo. Kila unachokifanya, kuna baadhi hawashukuru kwa kila anachofanyiwa na mumewe. Yuwala kwa hisabu ya mume wake, avaa, aishi katika nyumba amestirika, na pamoja na hayo haoni ni chochote amefanyiwa na mumewe, bali wengine wakasema si uwajibu wake. Ndio huo wajibu wake utekeleza, utakikana wewe umshukuru. Kuna wengine lau kama yule mume atamwata, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumpiga na mitihani. Kesho wamuona uza viazi vya karai nini, apata tabu. Kama wako wanawake ambao wapata tabu sana, lakini akaolewa akastirika, mumewe akampa kila anachokihitaji, hafanyi kazi yoyote, amekaa nyumbani, na juu yake hamshukuru yule mumewe kwa kile cha kheri anachomfanyia, wala habari naye hana, afanye atakavyofanya, wala hamuonyeshi kuwa mimi nashukuru kwa yale ulionifanyia. Hata siku moja angalau kumwambia mumewe kuwa nashukuru bwana, wallahi jambo fulani umenifanyia, shukran, jazakallahu khairan. Kuna wangapi ambao watamani namna hiyo hawapati? Wako wanaume majambazi, yule mke pale nyumbani hupigwa. Wako waovu namna hiyo, yule mke pale nyumbani akapewa maneno machafu, akatusiwa, na bado yule mwanamke ukamwona ni mtiifu kwa mumewe akiwa ajua haki yake. Na huyu mume yale anayoyafanya atalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uovu wake, yeye atekeleza wajibu wake. Lakini mwingine ukamwona yule mume ana tabia nzuri, amfanyia kila alichokuwa ni wajibu wake juu yake kwa yule mwanamke, na pamoja na hayo, baada ya hayo yote amwambia si wajibu wako, si ni wajibu wako wewe. Haya, khairi inshallah. Siku ile ambayo Allah atajalia ndiyo mwisho, uende ukapate jambazi mwingine, ndio utajua ile fadhila aliyokuwa nayo mume kama yule. Wallahu almusta'an. Mwanamke leo ukipata mwanamume aliye na tabia njema, anaisimamia majukumu yake, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na umshukuru huyo mume. Wallahi imekuwa nadra sana katika mujtamaa wetu leo kupata mwanamume wa namna hiyo. Wako wapi?
Hebu tuzungumze ule ukweli, wanaume wa kuoa wa kisawasawa leo ni wangapi? Wachache sana. Kushukuru hiyo neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, usikufuru. Kuna wengi watamani neema kama hiyo hawaipati, na ukiikufuru hiyo neema yakaribia utakuja kuikosa neema kama hiyo. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه أي ترفض وتمتنع إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها أي رب العزة جل في علاه. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fataba alayhi, hakuna mume yoyote anayemuita mkewe katika tandiko lake kisha yule mwanamke akakataa, illa kana alladhi fi samaa, isipokuwa atakuwa yule aliyoko juu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, sakhitan alaiha, ni mwenye kumkasirikia mwanamke huyu, hatta yarda anha, mpaka atakapomridhia yule mume mkewe, mpaka atakaporidhia yule mume ndio Allah subhanahu wa ta'ala atamridhia yule mke. Kuna mambo watu wayaona ni madogo sana, watahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Wewe mwanamke hujui kuwa yule mume pengine akikosa hilo jambo kwako atakwenda kulifanya katika haramu, ukawa wamkatalia katika jambo ambalo ni haki yake. Allah subhanahu wa ta'ala humkasirikia mwanamke kama huyu. Pamoja na kuwa hizi hadithi zajulikana, lakini tunahitaji mara kwa mara kukumbushana, kwa sababu mara nyingi nafsi hujisahau. Haki ya mume ni kubwa sana juu ya mwanamke, na mojawapo ni haki hii, anapomwita asikatae, na hili tulitangulia kutaja kule mwanzo. وفي صحيح مسلم أيضا رواية أخرى، كنا رواية nyingine، إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، anapolala mwanamke akiwa ni mwenye kugura tandiko la mumewe, la'anatha almalaikatu hatta tarji'a, malaika wa umlani usiku mzima mpaka arejee kwa mumewe. Sasa kuna wale ambao wakikasirishwa hutoka haswa kwenye nyumba akaenda kwao kwa sababu ambayo si ya kisheria. Mara ngapi hutokea haya? Huyu ametoka kwenye tandiko tu alaaniwa na malaika mpaka asubuhi. Kuna yule ambaye akikasirika kidogo, mimi nenda kwetu, huyo kibuibui kwao, aketi wiki moja, wiki mbili, wiki tatu, kwa sababu pengine hata si ya kisheria, ama pengine itokee sababu lakini si sababu inaompelekea yeye kufikia huko. Ikiwa aliyegura tandiko alaaniwa na malaika, je, huyu aliyetoka akaenda kwao atakuwa na laana kiasi gani mwanamke kama huyu?
Kwa wengine usema mimi sijali, aendelea tu. Wanaokulani ni malaika, na laana maana yake wafukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Walaaniwa wewe mwanamke unayetoka katika nyumba ya mumewe kwa kuonyesha kuwa una hasira, huyo watoka enda zake, na pengine sababu si ya kisheria kabisa. Na mara nyingi hili hutokea katika nyumba ya mtu, pengine mumewe kaoa mke wa pili, basi siku hiyo hiyo mimi natoka, huyo yuenda huku yalaaniwa, la'natullahi alayki, la'natullahi alayki. Malaika wote wakulaani wewe, la'natullahi alayki, si sababu ya kisheria, mpaka utakapofika ukoenda miezi miwili, mwaka, la'natullahi alayki, mwaka mzima walaaniwa tu. Kuna kufaulu tena hapo? Kuna kufaulu tena kwa mwanamke kama huyo? Illa an tatub, atubie, arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mwingine hakununuliwa tu nguo ya harusi. Kwa nini hakununulia nguo ya harusi? Minda kwetu, huyo yuwatoka enda kwao. Ama amgura mumewe pale pale ndani ya nyumba, hununa akajifanya, na hizi ni siasa. Wakati mwingine akajifanya amekasirika, kwa nini kuna harusi ya fulani sikununuliwa mimi nguo? La'anatha almalaika, kwa kumgura kwake mumewe usiku ule alaaniwa na malaika. Si mambo ya mchezo, wallahi wa rabbi. Watu waona ni mambo ya mchezo na mzaha. La'anatha almalaikatu hatta tarji'a, atalaaniwa na malaika mpaka atakaporudi. وفيه أيضا رواية ثالثة، رواية تاتو: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، anapomwita mwanamume mkewe katika tandiko lake akakataa, fabata ghadbana alaiha, akalala yule mwanamke au yule mwanamume akiwa amemkasirikia mkewe. La'anatha almalaikatu hatta tusbih, malaika watamlaani yule mwanamke mpaka asubuhi pambauke. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة، نمتوم صلى الله عليه وسلم alimwambia mmoja katika wanawake wa kisahaba, innama huwa jannatuki wa naruki, yani zawjaha, huyo mumewe huyo ndiyo pepo yako, ndiyo moto wako. faman ata'at Allah azza wa jalla fi zawjiha wa addat huquqahu kana jannataha, mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, akamtii Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mume wake, akamtekelezea haki zake, basi itakuwa ndiyo pepo yake biidhnillahi ta'ala. bimaana annahu sababun lidukhuliha aljanna, ni sababu ya kuingia kwake yule mwanamke peponi. wa in khalafat zawjaha fannar, na ikiwa atamkhalifu mumewe basi ni moto, wal'iyadhu billah. Na hili ni jambo zito sana kuzingatiwa. Mtume wa sallama amwambia huyu mwanamke na wanawake wote waliobakia waingia katika hukumu hii na maneno haya, innama huwa jannatuki wa naruki, huyo mumewe ndiyo pepo yako, ndiyo moto wako. Sasa chagua mwenyewe, wataka mumewe awe ndiyo sababu ya wewe kuingia peponi, ama wataka mumewe awe sababu ya wewe kuingia motoni. Kuna wanawake huwaonyesha vishindo haswa waume zao kwa kukusudia haswa, mimi nitamuonyesha, mimi nitafanya hivi na hivi. Nini? Kwa sababu amepata watoto, washakuwa wakubwa, sasa watoto wake wamsaidia, kwa hivyo aona hana haja na yule mume.
kila aina ya vitimbi akamfanyia, na maneno machafu akayatupa na nini. Ukoje wewe na mume wako? Hili swali kila mwanamke ajiulize. Yuko vipi alaka yake na matangamano yake na mumewe? Je, ni matangamano ambayo yatasababisha wewe kuingia peponi, au ni matangamano ambayo yatakayosababisha wewe kuingia motoni? Na kila mmoja ana jawabu katika hilo. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. Mtume صلى الله عليه وسلم asema, hata muudhi mwanamke mumewe hapa duniani, illa qalat zawjatuhu min al-hur al-'ain, isipokuwa mkewe yule bwana katika hurul ain wa peponi. Wajua kwa hadithi hii ya Mtume sallam, hurul ain, wajua wewe mwanamke ukiwa muudhi wa mume wako peponi huko, kumbe hujui mumewe ni katika watu wa peponi, na ana wake wazuri. Kama wewe utakwenda motoni, kuna wazuri kuliko wewe wengi wamsubiri huko peponi. Wale wanawake wa peponi humwambia huyu mwanamke, pamoja na kuwa yeye hasikii, lakini sisi tuamini kuwa Mtume sallam aliyozungumza ni haki. La tuudhihi qatalakillah, usimudhi huyo mwanamume, Allah akuangamize huyo mwanamke. Hurul ain wamwapiza mwanamke kama huyo. Fa innama huwa indaki dakhilun ay dhaifun wa nazilun, huyo mume kwako ni mgeni tu, apita njia tu hapo kwako. Yushiku an yufariqaki ilaina, akaribia karibuni atakuacha aje kwetu. Kwa kama wewe wajiringa sana, wajifanya mjuaji sana, wamuudhi wa mumeo, watafuta sababu ya kwenda motoni, basi jua kitu kimoja: ikiwa ni mume wa kheri, ni mtu wa kheri ambaye Allah amemwandikia ni katika watu wa peponi, basi wanawake wa peponi hur ain wa kuwapiza ewe mwanamke na kukwambia la tuudhihi qatalakillah, usimuudhi wewe, Allah akuangamize wewe mwanamke. Huyo apita njia tu hapo kwako, ni mgeni tu, karibuni ataondoka duniani aje kwetu, na kule haudhiwi. Kule atakapokwenda haudhiwi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ambayo ni haki. Na hapa ndani ya hii hadithi kuna makamio makali na vitisho kwa wanawake kutokamana na kuwaudhi waume zao. Na kama tunavyotaja kila siku, haya yote tunayoyataja ni nasiha ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza kwa wanawake wa Kiislamu. Pamoja na haya, pia mume afahamu kuwa upande wake, kama vile haifai kwa yule mwanamke kumuudhi, na yeye pia hafai kumuudhi yule mwanamke. Haijuzu aingia tu ndani ya nyumba audhi watu. Kuna baadhi ya watu hata paka akimuona ndani ya nyumba yakimbia, akiingia tu yeye pale ndani. Kila mtoto mwanzo atafuta mahali pa kujificha, kama ni wanyama wako ndani ya nyumba pia wamkimbia. Hata alhirra tafirru minhu min su'i khuluqihi, hata mnyama pengine paka yuko ndani ya nyumba atakimbia kwa tabia yake mbovu aliyokuwa nayo. Na wewe pia una jaza yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tuzungumzia upande wa kina mama, na kadhalika tabia mbovu ya yule mume haijakupa wewe nafasi
kuwa na mimi wacha nimuudhi. La, wewe tekeleza wajibu wako, malipo yako yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yeye akiwa na tabia mbovu na yale anayoyafanya, malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atalipwa kulingana na amali zake. Khairukum khairukum li ahlihi, wabora kati yenu nyinyi ni wale walio wabora na wazuri kwa wake zao. Kwa ukiwa mwema kwa mkewe, basi biidhnillahi ta'ala utapata ajiri yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukiwa muovu kwa mkewe, basi kuna adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile upande wa pili, mkewe akiwa mwema kwako wewe ni katika watu wa peponi, na akiwa ni muovu mwenye kumuudhi yule mume, akumbuke maneno ya Mtume sallam, innama huwa jannatuki wa naruki, huyo mumewe ndiyo pepo yako, ndiyo moto wako. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.